ndakuramukije nshuti mugenzi w'ibiganiro vya Indundi TV, ndakuramukije wewe soma wifuza iterambere kuri entertainment ya kabiri gatano. Ni muziki wa nyumbani, ni #ivyiwacu imbere. Nkoko vyama narakubwiye n'umwaka wo gukora, n'umwaka kugira ngo turabe yuko twotezanya imbere. Bakuru bagafasha batoyi, bato nabo bagafashanya n'abakuru kugira ngo habe urukundo ndetse n'icyubahiro. Haruwejeje kumbwira ngo mu muziki w'Uburundi hari gutinyana no kubura icyubahiro. Mbega kubura icyubahiro bibimera gute? Mbega yabyifashe gute? Ndi kumwe na Thomson, ubona yuko aheruka gushira hanze indirimbo yiwe imeze neza cyane. Muri no misi none musore ubona yuko ari karakora inyuma yo gusayininga na management, ariko ubona yuko etizo batigera bavana mu bikorwa bimeze neza cyane. Ariko Thomson nikusalimie bro. Nami nakusalimia pia. Umeze neza? Yego ndashima. Nyuma ya kipindi kirefu au kunaonekana kwa kazi, leo umerejea na kazi fresh imeze neza. Vyifashe gute kuri Thomson? Mbo ndaza nikasema kama nimekuwa niko kwenye kazi zingine na ilikuwa inatokeana na uwezo wa management kusema mtu ufike mbele, kwa sababu hauwezi ukajisaidia wewe mwenyewe bila una mtu wa kusaidia na kazi zingine za karaoke, lakini hivi niko free na nadhani kama mambo yatakuwa poa. Bamwe mu Barundi, bamwe mu bakunzi umuziki w'Uburundi bavuga ati umuririmbyi akora karaoke biramugora cyane kugira aze kwandika indirimbo zibigatuma ariyo mpamvu bagenda bagapotera kandi bazikuririmba. Kubwa Thomson nivyo? Oya je kubwiwanje suko vraiment suko parce que je ndandika ariho nabandi mpora nandikira indirimbo c'est normal, mais mugabo ubu karaoke narayihevye shaka nkore nka Thomson. Thomson, ni kihe kintu cyakubaye ko mu mwaka waheze uno musi muri umwaka utipfuza yuko cyogaruka kikuzibirire kariyeri yawe? Mbo ubwa mbere kumfata nabi byerekeye akazi kanje. Mbo bwa kabiri gukora indirimbo zigatakara cyangwa ugakora akazi kadashika ahantu vraiment navengeneye. Gufatwa nabi, gutakaza indirimbo wibaza ko vyava kuki? Bo vyose bivana nuko uba wipanze wewe na management yawe cyangwa abantu bagufasha, bivana n'ikindi kintu udafise abahagarikira akazi kawe bishoboka. Thomson, urasinye na management, ni giki kintu giye kunguka gitandukanye naho wahora wikorana ugasanga umwanya umuri muri karaoke wundi mwanya uri kurakora mugabo atari cyane gose. Ikintu management nyamukurigiye kugufasha ni cyahe? Ba ubwa mbere ni byinshi cyane, ahubwo gusa management yanje ndashimiye cyane kandi cyane gose parce que ni byinshi cyane nzokunguka vyerekeye ama concert, promotion igenda neza y'umuziki wanje, video meze neza, ama collab atandukanye no mu bindi bihugu. Yego. Thomson, waravuze yuko muri kano kanya ntukeneye collab ngaha hafi, ariko urakene kubanza gukora. Uvuze ati collab mu bindi bihugu, mbega ntona yuko uzoba usimvye intambwe yindi wari gutera ifiko vipi? Mbo ndaza nikasema kama kwa huu mwaka vraiment mimi sifanye collab, nataka nitumike kama Thomson, lakini mwaka wa kukuja ndaweza kuwa na collab za hapa Bujumbura na pangine, lakini hapana Tanzania kabisa. Pangine tu ndafanya makolabo, lakini kama kwa hivi nigeza gukora nka Thomson the voice killer. The voice killer Thomson arasohoye indirimbo, ariko mu nyuma hagiye kumvikana inkuru atari nziza be na mukuru we Lolilo. Mbega Thomson, byifashe gute we na Lolilo mwari mupanga gukora iki? Nibiki biriko birabashikira no munsi ko umuntu atashoboye kumenya ibiriko birabashikira no munsi nk'abaririmbyi, kandi twari dukeneye urukundo mu muziki w'Uburundi? Ndashobora kuvuga yuko nikubera atari nta rukundo dufise, nico gituma ibi byose biguma bidushikira. Amfati kitu kimwache ndaza nikasema naona katika hizi kazi inabidi tusaidizane sana. Mkikamata kazi za wengine kama hazina maana sio vizuri, muziki haiwezi kufika mbele. Inabidi ni support kazi yako na support ya kwangu, na tusupportiane kusema tufike mbele, tuisogeze inchi mbele. Lakini kama sio hivyo, unajua kama ni hatari, napasha kuwa tu vita sana. Kwa kiufupi, tatizo kati ya Lolilo na Thomson ni tatizo lipi? Waliibianaje ngoma hadi kufika huko? Nadhani kama ilikuwa ni story sana ya ndani, gisi tulikuwa tumeongeaga naye, gisi tulikuwa tumepanga naye kusema tufanye nyimbo nini. Mwisho wa siku akanambia kama aweza akafanya nyimbo na mimi mpaka nipatie hela, mambo kama hayo.
Baada ya siku tu nikasikia nyimbo yangu imetoka, alafu project yangu ile nyimbo ninayo kama vile kitu cha mwaka, yani kama vile mwezi wa kwanza, alafu kuna picha soon nilikuwa nimeposti nasema kama nitafanya nyimbo na Lolilo kwa sababu tulikuwa tushaongea nini. Lakini hapa juzi kati nilishtuka wananitumia linki, nasikia nyimbo ni ile ya kwangu, ndio nilifanya namwambia producer tutoe ile nyimbo kwa sababu vile nilikuwa nilisema kila mwezi inabidi nifanye nyimbo niagize. Katika huu mwezi na ile ndio nilikuwa nataka kuagiza, lakini hakuna shida kwa sababu na hiyo ipo na bado tunaendelea kufanya vizuri na watu wana Thomson, kama sija kukatia kauli, mlipanga kufanya ngoma na Lolilo afu baadaye akakuomba pesa akaiba ngoma yako na hajasikia ngoma, iliendeka vipi bro? Tufafanulie vizuri. Unajua kama ameenda na melody, ameisikia beat ilifika studio simu kama kawaida kama dawa. Akarekodi kwenye simu akaenda nayo, basi na mimi alienda nayo juu ananiambia naenda kufanya repetition kwa sababu tufanye tumlike kazi. Mwisho wa siku namtafuta tuingie studio, ananiambia inabidi nipatie pesa. Pesa kiasi kipi? Kama tugire bro. Ni hatari sana. Yagusa vijanga kama 500 hivyo, alianza kunilomba za madolari. Kanambia nimwagizie kusema tufanye hiyo kazi. Mwisho nikamwonyesha kama pesa ipi kwa dola. Aniomba $500 turi ya kwanza, alafu turi ya pili akaniomba za Marundi tu 500, turi ya tatu akaniomba uchi yangu na 100,000, lakini vyote akaona kama nilikuwa siko tayari kwa sababu nilikuwa sina watu wanaweza wakanisupport kwa hicho kitu. Huenda ningekuwa nimekutana na management yangu long, nadhani kama tungeitumika hiyo kazi kwa sababu wangeuza gisi, wangepata gisi, wangejua gisi ya kuongea naye kusema tufanye hiyo kazi. Baada ya kumwambia kama mimi hiyo kazi sina hizo pesa brother, mwisho na nikamwambia basi yale mamelodi, akanambia mimi siwezi nikaimba. Nikamwambia yale mamelodi alikuwa kwenye ile simu ilikuwa libana nini, naweza kuyafuta basi hakuna shida. Akanambia simu yangu imeharibika, iPhone yangu nini, nikaachia hivyo. Alafu mimi nashangaa hapa juzi kati nyimbo analipua. Leo mmefika katika uongozaji mkuu wa Amical Des Musiciens, nani aliyeshtaki mwingine? Mbona zani kama hakuna mwenye ashashtaki mwingine. Aliyewaita ni nani? Ni president Botchum ndo ametuita kwa sababu naye amesikia redioni na unajua kama yeye ni president anapaswa kufuatilia. Ameona kwenye mitandao nini, ma TV online watu wanaongea sana kwa sababu ni kitu ambacho chenye watu wengi kwa hivyo wanajiuliza, unaona, ndio kutuita, kutupigia masimu, inabidi tukae tuongee, tupange, tusikie mwenye nyimbo ni nani, mwenye aliandikisha nyimbo ni nani. Ndio kisimekuwa, lakini hakuna mtu mwaisha shtaki mwenzake. Hariobedea kwa radio, kwa masamirizi, waimbaji andikisha kazi zenu. Vipi, ulikushaandikisha kazi yako bro? Nadhani hata size ukifika utaikuta tu kazi yangu pale. Uliandikisha before au nyumu kusikia kama uliibiwa? Mbona jua kama obedea unaandikisha nyimbo uko nayo kwenye CD, unaona ushaimaliza, ushaitia, maana yake imeshatoka, ndio unaiandikisha nyimbo. Nilikuwa sijaandikisha mwanzo kwa sababu ya nini, nilikuwa sijamaliza paka panabaki ile verse yake aimbe, alafu akakataa. Nikasema basi acha nilikuwa nasubiri mimi nipaimbe, nikapaimba, nikamaliza nyimbo. Mimi nilikuwa sijakuwa na mpango wa kuitoa. Hapa soon nasikia kama nyimbo imepelekewa na ndo management yangu imeshimamia vile vyote. Nyimbo inaandikwa, kila kitu kiko pale. Thomson, ushauri wako mfupi kwa waimbaji wenzako, wakubwa wadogo zako, pia mnashauriana nini? Kwa sababu mwaka huu tunahitaji kazi pia upendo. Ushauri wako kidogo. Nadhani kwanza, kitu cha kwanza naweza nikasema inabidi tuziheshimu kazi za watu, unaona. Kuna kazi zingine tunafanya mtu anaichukulia kama tu ni poa, kumbe sio poa. Unaona kama hiki kitu cha leo inafikisha tunajibizana mimi na Lolilo. Ni kutokeana na hiyo hivi nakwambia, kutokuheshimia kazi za watu. Kazi ya mtu naishika ina maana. Ndio kwa maana unaichukua unaenda kuifanya copy. Unaona, endapo angekuwa anajua kama kazi yangu ina maana, unasikia? Sababu yale ni project yangu ya mwaka, nishajiwaza vitu vingi na asuni tu ndaachia nyingine nyimbo hapa soon. Lakini ile nyimbo mpaka hivi tuko na video tuko tushaanza kufanya tournage. Mimi nilikuwa nataka tena nyimbo ingetolewa huu mwezi tarehe 10, unaona sana kutokea hivi vitu. Ndio maana sasa nikasema tu tuheshimiane wazee, tuheshimiane tu.
tuheshimiane kwa sababu muziki hauna formula brother. Muziki unageukaga, unajua hivyo leo unaweza kuwa uko mkubwa alafu kesho unakuwa mdogo, mimi nakuwa mkubwa tena zaidi yako na zaidi. Ndio maana ndaweza nikasema kitu kimoja, tuheshimiane. Ile kazi yangu kila mtu anaijua. Watu wengi, mimi niko mtu mnapenda kusikiliza idea za watu, na kila mtu namleta kwenye studio na msikizisha nyimbo, sikia. Watu wengi hapa wanaijua ile nyimbo. Sio kusema kama nahitaji base kwa Lolilo. Hakuna base yote nahitaji kwa sababu hakuna base hata nipatia mimi. Unaona, deja mimi nimejitosha kutokiana na watu wangu, management yangu hisi wanapangilia kazi zetu, najua kama tutafika tu. Lakini kimoja tu, tuheshimiane sana kwa sababu haya ni mambo yatakuwa yanatuma kila mtu wanamuona kama ana maana. Unaona kwa nini mimi leo nikishimama kwenye TV online nasema Lolilo kanibia nyimbo nini? Unajua kuna upande mwingine watu wanasema saa zingine dogo hapa anatafuta kiki, na kuna watu wengine wanasema dogo kisi tunamfahamu na ule jamaa kisi tunamfahamu hawezi kaandika nyimbo kama ile, kwa sababu nyimbo ilikuwa kwa Kirundi kageuzia kwa Kiswahili. Unaona, unajua yote ni kawaida. Thomson, nikushukuru sana na nikupongeze sana kwa ujio wako mpya, kwa kuwa unajituma sana. Acha mimi nikushukuru kwa muda wako. Na mimi nawashukuru sana, na mzidi tu kufuatilia kazi zetu karibu kwa sababu ni vingi sana vya kufanya. Unaona hapa tuko watu wengi kwa kuonyesha kama sio kitu cha kawaida. Niko hapa na Itizo Technology, niko na escort wangu, niko na watu wengine hapo kwenye management, niko na mke wangu pale, watu wangu. Unaona ni kitu kama tunakuja sisi wote, tunakuja tu support juu tu kazi yetu haiwezi kaibiwa hivi kazi kaenda hivi. Unaona kitu ambacho kinaumiza. Wewe kwako mnatamu ingie ndani, utakachokiomba ni kitu gani? Mimi nahitaji tu anirudishie nyimbo yangu, kama inawezekana wafute hata kwenye YouTube. Afute kwenye YouTube yake. Anipatie nyimbo yangu. Akikupa mkwanja baba? Mkwanja gani? Ana uwezo wa kunipatia mkwanja? Mbona pale pametoka mamilioni, pametoka pesa nyingi kadhaa. Wallahi akia Mungu nakwambisha ukweli. Pametoka hela nyingi sana. Kusema tufanye nyimbo hivi, video tuko tunataka video yetu, yani tungeimaliza kama hivi tungekuwa tushamaliza kutourne. Unaona, mimi tungefika tunashimamisha kwanza juu, yani tunasikia kama nyimbo imetoka. Unaona? Na nawaza kama siwezi nikaongea vingi tu sana, lakini chenye mimi nikiingia mle ndani naomba mimi wanirudishie nyimbo yangu, kwa sababu mimi siko kwenye competition na mtu, alafu mimi sitaki beef na mtu. Na mimi nahitaji nitumike kama Thomson, na kesho ama kesho yake tuweze kuipandisha muziki wa Burundi. Sasa ndio kinaweza nikaomba tu, mimi nahitaji tu wanirudishie nyimbo yangu, tusitiwe kwenye YouTube, futiwe tu, wanipatie nyimbo yangu. Ndio maana inabidi tutembelee kwa sheria, na tukitembelea kwa sheria kesho ama kesho yake Burundi muziki utakuwa juu sana. Kama hiki kitu kinaanza leo kwa sababu ya Thomson, kwa wengine na wengine zaidi. Usiitiki mtu, usiitiki ubebewe haki yako. Unaona, ipiganie sana haki yako hadi mwisho ili wakuue, usiitiki. Ngo ntuze wemere wibwe ariko gwanira gateka kawe ni urukundo, ashaka yuko nimbi uno munsi bimushikiyewe bize bihe icigwa abandi. My name is Jean Allen Dwarugira, uyu turi kumwe ni Lil Thomson, yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi cyane, yakoze mashup y'indirimbo irimwo Hello n'izindi harimwo na zalo n'indirimbo za Lolilo. Ubona yuko yashize abaririmbyi benshi ndetse n'abakera. Thomson, nikushukuru sana na nikupongeza papa. Na mimi nakushukuru sana tena, nakupongeza sana. Asante sana, kora subscribe, kora share, bandi babone buno butumwa. Bless.